nipite. Kiti chako cha rehema, kiti chako cha rehema, Baba na yateshatana. Baba hakuti napiga we Yesu, mwambie tena kiti chako cha rehema, kiti chako, kiti chako cha rehema, Baba na itaza magoti napiga pale, Baba nisamehe. Yesu, naomba unisaidie unapozuru wengine, usinipite. Unaweza ukamwambia Yesu, sema asante Yesu. Rudia tena asante Yesu. Rudia tena asante Yesu. Rudia tena asante Yesu. Sema asante Yesu kwa kuniponya, kwa kunisaidia, kwa kuniinua, kwa kunibariki, kwa kuniganga, kwa kuniganga na kuniweka sawa, na kuniweka sawa, na kuniweka sawa kwa damu ya Yesu. Pigia Yesu makofi yako. Haleluya. Haleluya, haleluya. Majeshi, majeshi. Kama uliwahi kuwa unanisikia ukirekodi, basi leo rekodi sana, kwa sababu mambo yanayoanza leo, Mungu anataka kuzungumza vitu vya ndani zaidi. Kaa. Mungu anataka kuzungumza vitu vya ndani sana. Mwambie mwenzako vya ndani sana. Mwambie tena vya ndani, vya ndani, vya ndani, vya ndani kwa jina la Yesu. Mungu anataka kusema nini? Anataka kusema kitu hiki hapa. Mwambie mwenzako, are you ready? Amekujibu haja kujibu? Kwa hiyo kama wewe unarekodiki ibada upateke vitu fulani ukiwa nyumbani, basi leo rekodi sana. Yaani leo rekodi hata mara 600, kwa sababu one day niliwahi kukwambia kwa ninavyojua vile Mungu ameweka ndani yangu, sijawahi kuanza kufungua booster hapa Kagera. Tangu anze kunisikia, sijawahi kufungua kile Mungu anataka. Na Mungu alikuwa anasubiri wakati. Na ule wakati sasa dalili zake zinaonyesha. Kwa hiyo nisikilize vizuri kweli. Kabisa. Naomba maiki isaitiwe vizuri kwa sababu nataka kufanya kazi. Mwambie mwenzako nataka kufanya kazi. Rudia tena, nataka kufanya kazi. Sasa hebu mshike jirani yako, alafu mwambie maneno haya. Mwambie Mungu si mwanadamu. Bado mbinguni hawajakusikia. Mwambie Mungu si mwanadamu. Rudia tena, Mungu si mwanadamu. Rudia tena, Mungu si mwanadamu. Kwa hiyo kama unaandika, andika hapo Mungu si mwanadamu. Kama unaandika, andika Mungu si mwanadamu. Na itafaa sana ukiwa unakuja hapa wewe unaandika, na baadaye upate na Biblia. Hili sio kanisa la dini ambako unaweza kaenda tu kama unapoteza muda. Hapa unakuja umsikie Mungu anasema na wewe, na ni vizuri ukaandika kwa sababu yatakusaidia sana haya mambo baadaye. Jifunze kujua kama unamhitaji Mungu, kuna kanuni za kumpata huyo Mungu, na lazima uzifuate hizo kanuni ili kila jambo liende kama Mungu anavyotaka. Sema haleluya. Kwa hiyo sasa nataka tuone andiko hili. Maiki yangu bado iko sawa.
andiko hili tumelisikia tena na tena kwamba Mungu si mwanadamu, lakini lilikuwa linamaanisha nini? Yes, hapa naona sawa. Lilikuwa linamaanisha nini? Nataka sasa leo uanze kujua kwa nini iliandikwa hivyo, kwamba Mungu si mwanadamu. Haleluya! Mungu Roho Mtakatifu yuko hapa. Pigie makofi ya kutosha kabisa, kwa sababu tunatambua uwepo wake, tunatambua makusudi ya yeye kuwa na sisi. Kuna jambo anataka kufanya na kutenda katikati yetu. Sema haleluya. Kwa hiyo sasa, kwa nini Mungu alisema si mwanadamu? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu anavyo na wewe unavyo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo watu waliona Mungu na wao wanafanana. Kwa nini? Kwa sababu mimi nina macho na Mungu ana macho. Kwa sababu wewe una miguu na Mungu ana miguu. Kwa sababu wewe una mikono na Mungu ana mikono. Kwa sababu wewe una uso, sura, na Mungu ana sura. Kwa hiyo watu wakaona tunafanana kwa sababu nilivyo navyo na yeye anavyo. Lakini nataka nikwambie, ni kweli kabisa Mungu ana miguu kama ulionayo. Ni kweli kabisa Mungu ana macho, Mungu ana kinywa, Mungu ana mikono. Ni kweli kabisa, lakini hiyo haimfanyi awe kama wewe. Mungu anabaki kuwa Mungu na mwanadamu anabaki kuwa mwanadamu. Mungu anapotaka atende huwa anajitofautisha na wanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye amejaa mamlaka, amejaa uweza, amejaa nguvu, amejaa vitu vyote ambavyo kwenye akili ya mwanadamu haviwezekaniki. Na ndio maana nataka nikwambie hivi, kama kuna jambo lilikusumbua sana, ulipambana nalo kwa akili za kibinadamu, lakini leo nataka nikupe taarifa, kuna Mungu ambaye si mwanadamu. Yeye mambo ambayo wewe umeshindwa, yeye anaweza kuyatenda. Mambo ambayo wewe umeshindwa, yeye anaweza kuyamaliza. Maana ambako wewe hujaweza kwenda, yeye anaweza kufika na anaweza kukupeleka. Kuna watu wako hapa leo, Mungu wa mbingu na nchi atakushika mkono, atakwambia twende, na atakupeleka mahali alipokusudia. Sema haleluya. Yanda la mashapapa. Maiki nimeitumia katikati ya wiki, ilikuwa sawa. Sijui leo umefanya nini. Naomba mniwekee vizuri jamani. Mniwekee vizuri na manage sauti yangu. Nataka maiki ni kubwa sana, iko very powerful. So ikiwekwa vizuri mimi na enjoy. Na nikienjoy mimi mbingu ina enjoy. Na mbingu ikuenjoy, mashetani wanapigwa. Waganga wanafyekwa hapa. Wafuga majini wanapasuka. Roho za pressure, kansa, barazi na tilia mali. Alafu kuna mtu mmoja atashangilia hapa. Atasema haleluya, glory, haleluya. Kwa hiyo waombeeni sana watu wa vyombo, kuna kitu kimeingia hapo. Unaelewa eh? Adui wa mtu ni wale waliokaa kwenye vyombo. Unaelewa sasa eh? Kwa hiyo lile neno linasema Mungu si mwanadamu, ilikuwa ni sauti. Ni sauti. Hebu sema ni sauti. Hebu rudia tena ni sauti. Hebu rudia tena ni sauti. Ndio maana niliwahi kuambia hivi, kuna wakati tunapishana Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu ya matakwa. Yaani wewe unachotaka huangalii Mungu anachotaka. Unanielewa vizuri eh? Jana nilikuwa naongea na viongozi, nikawapa maandiko mawili. Warumi 8:16 lakini pia na Yakobo. Warumi anasema hivi, Yakobo anasema hivi, tunaomba ila hatupati. Yaani si tunaomba ila hatupati. Kwa hiyo sio kwamba hatuombi, tunaomba ila hatupati. Na msingi wa kuomba ni kupata. Alafu mara fulani anasema hivi kwenye Warumi, anasema kadhalika Roho naye utusaidia kwenye udhaifu wetu. Yaani sisi ni dhaifu. Alafu anasema udhaifu gani? Anasema utuombea. Kwamba Roho Mtakatifu yeye amegundua udhaifu wetu sisi upo kwenye kuomba. Yaani tunaomba ila msingi wa kimungu ukiomba upate, kwa sababu anasema ombeni nanyi mtapata au mtapewa. Lakini leo unaomba upeni. Kwa nini? Kwa sababu unaomba nje, yaani unaomba kiudhaifu. Kuna udhaifu upo ndani ya mtu ambaye anaomba lakini apati, anaomba apati. Unaona sasa, ndio maana nikakwambia, unamwona Ana alikuwa anataka mtoto. Hebu sema mtoto. Kwa hiyo Ana mpango wake wote anataka mtoto.
akienda huku nataka mtoto, akienda huku nataka mtoto. Lakini alikaa muda mrefu sana hajapata. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mbinguni hakuwa anataka kutoa mtoto. Mungu mbinguni alikuwa anataka kutoa nabii, ila Hana duniani anataka mtoto. Kwa hiyo Mungu anasema niliye naye mimi ni nabii sasa. Unanielewa eh? Kwa hiyo Hana unapishana. Kwa nini? Kwa sababu na nabii hapa na majira ya nabii kushuka yamefika, ila wewe unataka mtoto. Mpaka Hana alipoenda kwenye nyumba ya Bwana sasa, alipomimina moyo wake akapata connection ya rohoni. Angalia maombi yake aliyoomba, akamwambia Baba, mwanao nimemimina moyo wangu mbele yako. Unaijua dhiki na huzuni iliyo ndani yangu na kilio kilicho ndani yangu. Nimekukimbilia wewe, maana wewe umwachi mtu wako. Baba, mimi naomba unipe, unayenipa atakuwa mtumishi wako. Yaani unanipa alafu mimi nakurudishia. Mungu akasema okay, alright. Ana, umekuja kwenye kanuni zangu. Mimi nina nabii, wewe unataka mtoto. Ile sasa hivi naona na wewe mwenyewe unataka nikupe niliye naye, sio upate wewe unayetaka. Mungu akasema kwa kuwa nakupa unanipa, namleta nabii Samueli. Na nabii Samueli akaingia ndani ya tumbo la Ana, na Ana akamleta nabii Samueli. Mungu wa mbingu na nchi, naomba hapa Kagera afungue akili zako za ndani. Sio tu unaomba, bali uombe kwa hekima ya kimbingu, uombe kwa maarifa ya kimbingu, uombe kwa maarifa ya mbinguni. Sema haleluya. Yanda la bashapa reka pasete Eria barabashapara mahandara kapasata. Kama wewe ni mgeni unauliza naongea nini, hiki sio kihaya. Chenyewe ni zaidi ya kihaya. Wala sio Kipogoro, wala sio Kisukuma, wala sio cha watu wetu, ndugu zetu wale wa Mara kule, sio Wajita. Hii ni lugha special sana ambaye baba huyu anayetupenda ketia mara pa juu ameiachilia. Lugha yenyewe ni lugha ya mahaba kati ya baba na watoto. Lugha hii mashetani hawaijui ila wanaisikia. Lugha hii wachawi hawaijui ila wanaisikia. Lugha hii waganga hawaijui ila wanaisikia. Na ndio maana ukiwa unamwombea mtu ana mapepo, ukisema rika mandoria bashapa, mtuana mashetani anasema unaongea vitu gani wewe? Unasema vitu gani wewe? Sio kwamba wanakushangaa, ila ile lugha inabadilika. Wakati inakuwa moto, wakati inakuwa maji, wakati inakuwa radi, wakati inakuwa ngurumo. Na leo naonelea kwa lugha adui zako ili waachie maisha yako. Sema achia yakapashaka rendu ya malabasha papa. Kwa hiyo sasa Mungu si mwanadamu. Unaelewa eh? Kwa nini? Kwa sababu hizi hapa. Nikupe maandiko kadhaa alafu nije nifanye kazi. Nianze na Mwanzo 3:8. Mwanzo 3:8. Mwanzo 3:8 imeandikwa. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea. Hebu sema akitembea. Akitembea. Rudia tena akitembea. Rudia tena akitembea. Kama huyu Bwana Mungu alikuwa anatembea, maana yake ana miguu. Hebu sema ana miguu. Rudia tena ana miguu. Kwa hiyo Mungu tunaona kwanza ana miguu. Sawa eh? Sawa eh? Kuna mtu yuko hapa ana miguu. Inua mkono juu. Okay, kwa hiyo na wewe una miguu. Haya, hapo ngoma draw. Tuone tena. Isaya. Sura ya Isaya 52. Isaya sura ya 50 na mstari wa 2. Imeandikwa, basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita, mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ana mkono jamani? Anayo tayari. Kwa hiyo na Mungu naye ana mikono. Nani hapa anaye mikono? Aha, ngoma draw. Mwambie mwenzako ngoma draw. Tuende mbele tuone. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 12. Ukiwahi kufika tunasoma wote. Imeandikwa, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Macho ya nani jamani? Mbona sisikii watu hawa mko pamoja? Macho ya nani? Kumbe leo na macho. Kuna mtu hapa na macho? Mwambie mwenzako ngoma draw. Zaburi 17:6. Imeandikwa, Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako. Jamani, kuna mtu hapa ana sikio? Ndio. Nani? Basi mwambie mwenzako ngoma draw. Amen. Twende kwenye Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 3.
akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Kuna mtu hapa ana kinywa? Nani ana kinywa? Mkono juu. Mwambie mwenzako imeisha hiyo. Mbea ngoma draw hapo. Luka sura ya kwanza mstari wa 76. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana. Nani hapa ana uso jamani? Upo? Mwambie mwenzako imeisha. Kwa hiyo tumeona hapa. Twende kwenye Hesabu kwanza. Twende kwenye ile Hesabu sura 23 mstari wa 19. Tusome wote 1 2 3. Aliyefika tusome wote Hesabu 23:19. 1 2 3. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu. Jamani, Mungu mwanadamu si mwanadamu. Wewe mwanadamu sio mwanadamu. Wewe ni mwanadamu. Una miguu au una? Mungu ana miguu hana. Wewe una pua una? Mungu ana pua hana. Kwa hiyo kuna viungo tunavyo sawa. Ila yeye anasema ukija kwa habari ya mwanadamu, mimi sio mwanadamu. Anasemaje? Mungu si mtu hata afanye nini? Alafu si mwanadamu hata. Maana yake huyu Mungu kwenye umtu na ubinadamu hayupo. Yeye ni zaidi, yuko viwango vya juu. Mwanadamu au mtu anaweza akakwambia nakupa kesho 50,000. Kesho ikifika namba unayopiga haipatikani. Unanielewa vizuri Ila yeye anasema no, yeye huwa hasemi uongo. Yeye akisema mwaka huu unamaliza, unamaliza. Hata kama waganga wajikusanye kama timu, wakae juu ya vichuguu na juu ya miti mirefu, wazame chini ya ziwa Victoria au ziwa Tanganyika, waape kwa viapo vyote, kwa kuwa Bwana amesema na yeye si mtu, itatimia ahadi yake juu yako. Na ndio maana wewe unayenisikia sasa hivi, sio kwamba uko hai leo mpaka tarehe leo eti kwamba wewe ni bora sana. Kuna watu walishajipanga ufe mwezi uliopita, wengine walijipanga ufe miezi kadhaa iliyopita, lakini ahadi ya Bwana juu yako amesema mwaka huu utaumaliza, na mwaka ujao utauanza na utaumaliza, na amani itakuwa juu yako kwa jina la Yesu. Yanda la bahati kepashapa. Haleluya. 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 Na ndio maana wewe nikwambie kitu, maisha ya watu wengi yameshikiliwa kwa sababu hii hapa. Kwa sababu wakati wanakuwa wanaendelea, yani wewe wakati unakuwa unaendelea, kuna watu walikuwa wanakuona. Mwingine anakuita tu, wewe unaitwa pengine Jessica, anakuita Jessica, unamwambia toka hapa, anakuambia wewe mtoto wewe, tuone utakuwaje. Wanasema Jessica, wamelenda huko, anasema wewe mtoto wewe, tuone utakwaje. Kuna maneno limbikizi wakati mdogo umekuwa nayo, watu wanaongea juu ya wewe. Kuna wale walikuwa wanaongea mazuri, wachache sana, ila wengi walikuwa wanaongea mabaya juu yako. Kwenye umri wako wewe hujawajua, lakini hawajaacha kusema. Waliongea kabisa. Sisi tumeona kwenye kitabu cha Mwanzo, alipozaliwa, Biblia inasema alipozaliwa Nuhu, baba yake akatamka maneno juu yake kwamba mtoto huyu ndiye atakayetupa amani kwenye nchi aliyoilaani Bwana, na maneno yale yale ambayo aliyatamka yakamtokea Nuhu. Maana yake kuna watu wanaongea kabisa, hili mtoto hili liangalie kwanza, wanakunenea maneno fulani ya ajabu ajabu, yale maneno unakuwa naye. Ndio leo watu wana mashida, watu wana matatizo, kwa sababu umezungukwa na vibandiko vya maneno mabaya. Huyu alikuta una akili, huyu alikuta una adabu, huyu alikuta chizi, huyu alikuta sio nini, huyu alikuta sio nini, huyu alikuta malaya, huyu alikuta utazaa, huyu alikuta una mtoto, huyu alikuta mgonjwa. Una vibandiko vya kutosha kwenye mwili wako, ukitembea vibandiko, una vibandiko vya maneno yao, una vibandiko huko na huko. Na ndio maana sasa leo umekuwa, Mungu anakupa neema, anaanza kuongea mazuri juu yako, umeganda tu kanisani, umetulia tu, kwa sababu aliyekufunga anajua kabisa unapoyapokea matamko mema juu yako, unaenda kuyaondoa matamko mabaya juu yako, na juu ya familia yako, na juu ya watoto wako, na juu ya maisha yako, na juu ya hatima yako. Hebu sema amina. Haleluya. Haleluya. Hebu sema leo, sema leo na sasa hivi, kwa damu ya Yesu na yaporomosha maneno yote yaliyotamkwa na yote yaliyokuwa vibandiko kwenye maisha yangu. Haleluya. Hapa maisha yangu iko sawa. Haleluya. Na ndio maana Paulo anasema hivi, tangu sasa mtu
Hebu sema mtu. Sikiliza, Paulo asemi joka hapa. Paulo hapa asemi jini. Anasema mtu. Unanielewa? Mtu asinitaabishe. Anayetaabisha ni pepo, ni joka, ni shetani. Mtu. Wewe ganda tuna macho yako. Mwambie mwenzako ni mtu. Umeelewa? Paulo anasema tangu sasa mtu asinitaabishe. Yaani kama ungeongea na Paulo kama nilivyoongea naye jana usiku. Yaani Paulo anasema hivi, jirani asinitaabishe, bibi mdogo asinitaabishe, mawifi ni watu. Wewe umekaa tu hapo. Unajua mimi, ngoja nikwambie. Mimi nakwambia mashetani watanitambua. Sikiliza, mashetani washaingia kwenye uniform za watu. Hakuna jini utamuona kama jini. Jini anaingia ndani ya mtu anakuja kabisa, habari za leo, unaendeleaje? Kumbe unaongea na jini makata. Unaweza kuta jini amevaa suti kama mimi. Mimi sio joka ndugu yangu, mimi mtumishi wa Bwana. Ila anaweza kavaa kama mimi, yuko very handsome boy. Unakuta anakuja dada mrembo, unaendeleaje? Unaweza kung'atagata kucha, kumbe unaongea na wakala wa giza. Hebu sema na watambua, na watambua, na watambua, na watambua, na watambua, na watambua. Malizia fire. Haleluya. Mshike jirani yako mgeni, mwambie hili kanisa la moto moto, fire fire. Umeelewa? Sikiliza nikwambie. Mungu alivyo, kadiri unavyolipokea neno alafu kalipokea kwa furaha, ndivyo Mungu anavyowajibika kukusaidia hata kabla hujamwambia. Shetani alitamba sana kwa sababu ya makanisa yetu ya dini. Tumeamini utakatifu ni ile kupiga hivi, kufanya hivi ndio utakatifu. Utakatifu haipo kwenye hiyo. Kuna watu wanaweza kapretendi wanaongea ambako kasema huyu ni Mungu mwenyewe. Yaani kuna mtu anakuambia habari za leo, salama, vizuri, lakini ni mchawi wa kukata na jembe. Ila wewe tu umelogwa, mwambie mwenzako umelogwa, na aliyekuloga ni kalogwa na yeye. Sasa yaani aliyekuloga na yeye kalogwa. Unaelewa? Unafikiri kwamba ndio ile jamani. Wewe subutu. Subutu wana kanata. Lakini pia ule uweza ule mwambie mwenzako ule uweza ule. Wewe mwambie kitu. Kwa hiyo sasa sema Kwa hiyo Mungu ana vile viungo vile. Amen. Lakini haimfanyi kuwa mtu au mwanadamu. Amen. Kwenye eneo la mtu na mwanadamu ametoa sifa mbili. Mtu muongo, mwanadamu anajuta. Kwenye sifa hizo zote yeye haipo. Yeye yuko fire, yani yeye yuko moto, yuko radi kama unavyoniona hapa. Haleluya. Haleluya. Mimi nikiongelea wachawi, siongelei kwamba wataniroga. Nishavuka hizo level. Mimi nikiongelea waganga, siongelei kwamba wataniroga. Nishavuka hizo level. Naongelea kwa sababu kuna watu wameletwa na Yesu hapa wameshikiliwa na uchawi. Umeelewa? Yaani mimi hata mchawi akija hapa namwambia akae mbele. Yaani mimi nikiendelea na yeye endelee kutatua mabomu yake, mtakuta ameanguka yeye. Kwa nini? Kwa sababu mimi unavyoniona hapa, huyu unayemuona ndio yule OG. Yule wa dunia aliyezaliwa na baba na mama, yule fake alishakufa. Yaani mimi nilishakufa, niliyezaliwa na baba na mama. Huyu ni mwingine ambaye kuwa hai kwake kunamtegemea Yesu. Umesahau wewe? Biblia inasema hivi, tulikufa, tulisulubiwa pamoja na yeye, lakini tu hai. Kwa hiyo tulikufa, tukazikwa na tumefufuka pamoja na Kristo. Maneno haya lazima uyakiri. Yaani maneno haya lazima uwe unayakiri kwamba mauti na kuona tunavyoninyemelea. Sikiliza nikwambie, kumuua aliyekufa haiwezekani, kanuni hiyo haipo. Umeelewa? Marehemu afi mara mbili. Kanuni hiyo haipo. Mimi nilikamatwa pamoja na Kristo, nikabeba msalaba nikiwa na Kristo, nikapewa maji na yule mama wa Kiyahudi nikiwa na Kristo, na nikayanywa wale maji nikiwa na Kristo. Baadaye nikamsemesha yule mama, nikamwambia ewe mama Yerusalemu, usinililie mimi, jilieni ninyi na watoto wenu, na nilikuwa na Kristo. Kwa kuwa umeutenda hivi mti ulio mbichi, utakuwaje kwani miti ile mimi na nilikuwa na Kristo. Nikaenda msalabani na nilikuwa na Kristo. Nikasulubiwa katikati ya wanyang'anyi wawili na nilikuwa na Kristo. Nikaisalimu kwenye mikono ya Baba na nilikuwa na Kristo. Nikawekwa kwenye lile pango lililoandaliwa na nilikuwa na Kristo. Siku ya kwanza ndani ya shimo na nilikuwa na Kristo. Siku ya pili ndani ya shimo na nilikuwa na Kristo. Siku ya tatu mauti ikasema hatuwawezi tena, tunawaogopa, hatutawashikilia, hatutawazuia,
bodaboda zinanipita, lakini wacha nipige matime, naenda zangu mjini. Unatokea Bugashani, wewe unafikiri bodaboda unakupita tu kwenye ulimwengu wa roho. Wakiangalia mizimu ya ukoo wanasema angalieni kifurushi kinavyotembea. Wanaona radi inakwenda, moto unatembea, radi inakwenda, moto unatembea. Hiyo ndio asili yako. Na Mungu Bwana ujue asili hiyo nayo. Ujue vile ulivyo. Sema haleluya. Yanda kapasha. Na maneno haya ukiyaweka ndani ndio umebadilika. Wewe endelea kujifanya mlokole. Mtu wa Biblia. Unajua mimi ni ufufuo. What is ufufuo? Mimi ni mwana wa Mungu. Unaelewa vizuri? Mtoto wa Jehova hapo unaona. Umebarikiwa unahubiriwa na mtoto wa Mungu. Sio kama hujanielewa. Wewe hujanielewa, wewe kupe siri. Hapo ungekuja umekuta mhubiri anaitwa Asmani Samia Suluhu Hassan. Si ungetulia vizuri wewe? Nahubiriwa na mtoto wa rais. Akimaliza hapa lazima channel zitanoga. Hazikosekani. Ni mtoto wa rais anatuhubiria leo. Sasa mimi ni zaidi ya huyo mtoto wa rais. Mimi ni mtoto wa mfalme Yesu Kristo. Ndio naongea na wewe sasa hivi, nazungumza na wewe. Mwambie wenzako changamka. Haleluya. Kuna mtu anasema mimi umekaa unamwangalia aliyekuleta. Sikiliza, huyu aliyekuleta kazi yake imeisha. Mungu aliingia ndani yake pia, akaambia mchukue fulani. Na yeye Mungu mwenyewe alishaingia na kwako akauweka moyo wako tayari. Kwa sababu wewe ni mgumu kuja makanisa ya kiroho. Mungu alishaingia kwako akasema nakulegeza. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Una mwili ndio, mimi ndo mwenyewe. Kuna mtu anakuja, akakushika, akakuleta. Kazi yake imeisha. Kazi iliyobaki hapa ndio huyu Yesu anayeongea na wewe sasa. Huyu pia ana kazi yake na ana jambo juu yako. Usiniambie hapa baadaye. Unajua mimi naota ndoto za ajabu. Mara nalishwa, mara naingiliwa. Unajua mimi maisha yangu hayaendi. Mara hiki balaa mikosi laana. Sikiliza nikwambie, ndio umekuja sasa mahali ambako hapa ni maji watu wakioga walio na topa na kuwa weupe. Nataka nikwambie kama ni dawa virus, bakteria na minyoo ndio inaondoka. Yuko mwamba wa kale anaitwa Yesu wa Nazareti. Yuko tayari kwa ajili yako mchana na jioni leo. Hebu sema niko tayari nami. Haleluya. Kwa hiyo sasa sema nisikilize vizuri sasa. Kwa hiyo Mungu si mtu na si mwanadamu. Unanielewa vizuri? Si mtu na si mwanadamu. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Mungu anaponya ila sio daktari. Sijui kama kuna mtu anajua anaenda wapi. Ngoja nianze tena. Mungu anaponya ila yeye sio daktari. Na hajasomea udaktari. Sijui kama unanielewa. Mungu anasuluhisha ila yeye sio jaji. Na hajasomea ujaji. Wala yeye sio hakimu. Huyu Mungu anatenda mambo ya kisayansi ila yeye sio mwanasayansi, hajasomea sayansi. Huyu Mungu anafanya mambo ya kielimu ila yeye sio msomi na hajafanya mambo, hajasomea mambo ya usomi. Kwa nini? Kwa sababu madaktari waliosomea kuna mahala wanafika wanainua mikono, hatuwezi jambo hili, mrudisheni nyumbani tu, tumeshindwa. Unanielewa vizuri? Kuna majaji na mawakili, kuna kesi wanafika wanasema hapa tumechemka mzee, hii kesi ni ngumu, acha tu hukumu itokee. Kuna wasomi wanafika mahala wanachemka kabisa, hawashindwi kwa sababu hawana taaluma, hapana. Hawashindwi kwa sababu hawana uwezo, hapana. Sikiliza nikwambie, kuna mahala wanasayansi wasomi na madaktari wanasema nimechoka, wanasema na nimepata tabu, wanapata mashaka, wanakata tamaa, wanapata hofu, wanadhoofika, wanafikia mahala wanashindwa. Lakini huyu Mungu si kama wanadamu. Usimfananishe na madaktari kwa kuwa yeye anaponya.
kimeenda sana juu. Nasikia wewe. Naomba nitoe tulia tu. Naomba nitoe taa. Naomba nitoe taa. Kuna kazi inataka kufanyika. Nimeshasikia ulimwengu wa roho, malaika ananiambia, "Wewe vipi?" Ananiambia, "Poa." Anasema twenzetu. Ananiambia hamna shida tu. Poa. Ananiambia fresh, ananiambia fresh. Unaelewa sasa? Mimi malaika wameniuliza nimwambia fresh. Na wewe akikuuliza unamwambiaje? Fresh. Kuna mtu anaendelea kuongea hapa ndio yaani wewe bado hujaja kanisani, ndio unapambana kukutoa nyumbani sasa hivi. Bado punguza kidogo, yaani mwangu wake mkubwa. Sijui imejiongeza. Ikifika pazuri nitakwambia. Haleluya. Haleluya. Hapo hapo. Haleluya. Na kuna mtu sasa hivi anapambana kumtoa nyumbani kwake. Bado yuko kule anaandaa jiko la kupika maharage. Yuko kule anasubiri aletewe sato ili aweze kwenye mbizi ndio aje ibadani. Mungu ana kazi ya kukutoa kule ili urudi hapa, maana anataka kusema na wewe. Ana agenda juu ya maisha yako. Ana agenda juu ya hatima yako. Ana agenda juu ya kesho yako. Ana agenda juu ya furaha yako. Ana agenda juu ya elimu, kazi, ndoa na hatima yako. Ana agenda Bwana juu yako. Na leo kwa damu ya msalabani, yale Mungu aliyokusudia juu yako yatatendwa vile vile, yatasimama vile vile, yataonekana vile vile, yatatokea vile vile. Hakuna anayeweza kuzuia Mungu alichosema na alichokusudia juu yako. Ameyasema mengi Bwana, ameahidi mengi Bwana, ameyakusudia mengi Bwana. Anayakusudia Bwana juu yako ni mema wala sio mabaya. Aliyepanga Bwana juu yako ni mazuri wala sio mabaya. Anayeleta Bwana juu yako yanaleta furaha, yanaleta amani, yanaleta kicheko. Na Biblia inasema wamtumainio Bwana watastawi kama mtende, nao watakuwa kama malizo na Moroni, watazaa matunda hata wakati wa uzeeni, watajaa utunzi, nao watapewa bichi. Hiyo neema inaachiliwa juu yako kwa ajili ya furaha ya utukufu wa Mungu Baba aketie mahali pa juu. Sema amina. Yakapasha tatatata. Rekapasha baba. Sikiliza nikwambie, ninaposema Mungu si mwanadamu, maana yake ni nini? Maana yake kubwa ni hii hapa. Unajua huwezi kulishinda tatizo kama hilo tatizo una maarifa juu yake, una ufahamu juu yake, una uelewa juu yake kuliko unavyomwelewa Mungu atakaye kusaidia. My God, shuka. Kuna mtu anajua kile ambacho Roho Mtakatifu anamwambia. Kuna mtu yeye azai ila ana uelewa upasa alio nao kuliko Mungu anayemtegemea msaidie. Usitegemee kutoka kwenye hicho kifungo. Kwa sababu gani? Kwa sababu lazima uwe na maarifa makubwa juu ya Mungu kuliko tatizo. Unapokuwa na maarifa makubwa juu ya Mungu, tatizo linamezwa. Unapokuwa na maarifa makubwa juu ya tatizo, Mungu wako anamezwa. Amua leo, chagua leo. Nani unayetaka kumtumikia? Je, ni mahali au ni Jehova? Uamuzi uko juu yako. Ukiona tatizo lilo nalo ndio lina nguvu sana, linaweza sana, limekushinda sana, baki nalo. Lakini ukiona Yesu ana mamlaka zaidi, ana uwezo zaidi, ana nguvu zaidi, ana utisho zaidi, hilo tatizo litakimbia, hilo balaa litakimbia, hilo shida inaondoka, au madalio yanaondoka. Sema haleluya. Sikiliza, kuna mtu ukimuuliza una shida gani, atakwambia nina tatizo la tumbo, ila anavyonielezea tatizo la tumbo hatari. Hiyo ukimuuliza juu ya Mungu hana uelewa wowote. Maana yake ana maarifa makubwa kwenye tatizo kuliko Mungu. Kwa hiyo tatizo linamficha Mungu. Sijui kama unanielewa. Hujanielewa. Ngoja nikwambie hii. Mwanamke aliyotokwa na damu alikuwa na shida na alikuwa na tatizo. Na Biblia inasema alipoenda kwa waganga na matabibu mbalimbali hakupata uponyaji. Kwa hiyo kwa waganga alienda, kwa matabibu alienda, fedha iliisha, uponyaji amekosa, waganga wamekula pesa. Umenisikia vizuri? Akarudi nyumbani na shida yake, anatokwa na damu. Akarudi naye shida yake. Alipokaa nyumbani anauelewa mpana juu ya tatizo lake. Ndio maana alienda kwa waganga na alienda kwa matabibu. Alafu aliporudi akakuta watu wanamwambia aisee, huku mjini kumechafuka. Anauliza kumechafuka? Kwanza anashangaa. Kwa hali nilionayo sitegemei jirani kuja kunisalimia, sitegemei ndugu kuja hapa, maana nanuka kama nimeoza. Lakini kuna mtu ameingia tu anamwambia huko mjini kumechafuka.
Anamuuliza kumechafukaje? Anasema aisee, kuna mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. Huyu jamaa ni pasua kichwa. Amefanyaje? Anasema huko mjini waganga wana kipata cha mtema kuni, wafuga majini wana kipata cha mtema kuni, wafalme mabaradhuli wana kipata cha mtema kuni. Jamaa amenyoka vibaya mno. Jamaa kuponya anaponya, jamaa kufungua anafungua, jamaa kuganga anaganga, jamaa matasa wanazaa, jamaa vipofu wanaona. Jamaa ni hatari. Huyu dada akasema unasemaje? Akasema ndio hiyo habari, bye naondoka. Huyu mama akasema hata nilivyoenda kwa waganga nilipewa taarifa zao, hata nilivyoenda kwa wachawi nilipewa habari zao. Kwani na huyu si nilipewa habari zake? Lakini kwa wale waganga tofauti na huyu jamaa nilivyoelezewa. Huyu mama akasema wacha nimwendee huyu jamaa ambaye habari zake zinajua ziko sawa, ila damu bado anatoka, kunuka bado ananuka, na anaogopa kusanyika na watu, lakini huyu aliyepewa habari zake yuko katikati ya kundi. Huyu dada akasema wacha niende. Siendi kuonana na Petro, siendi kuonana na Yakobo, siendi kuonana na Yohana wala dada wala mchomba hapa, na kwenda kuonana na huyu jamaa niliambiwa habari zake. Sikiliza nikwambie, ukijiona una tatizo na una jambo unamhitaji Yesu, usije kanisani kumuona mtu yeyote. Njoo muone Yesu mwenyewe. Yuko hapa leo, yuko hapa leo, yuko tayari kwa ajili yako, yuko tayari kwa ajili ya furaha yako, yuko tayari kwa ajili ya ushindi wako, yuko tayari kwa ajili ya hatima yako. Akaondoka wilaya. Alipoenda akakuta Yesu kwa katikati, amezungukwa na makutano, watu wengi mno, wengi wa kutosha. Huyu mama, Biblia inasema akaanza kupita katikati yao. Maana yake ni nini? Maana yake huyu mama, Biblia inatufundisha uelewa wake juu ya nguvu ya Yesu ulizidi uelewa wa shida yake. Sijui kama kuna mtu anajua Mungu anachokwambia, kwa sababu shida yake ingekuwa na nguvu asingepita katikati ya watu. Angesema watasikia harufu, watasikia nanuka, watasikia na shida. Kama utanielewa nilipozi nikupeleke mahali. Mariamu Magdalena anamwambia Yesu, tumemweka pale, amezikwa, ameoza, ananuka. Kwa hiyo alichokuwa anasema Mariamu kwamba shida ya yule ni kubwa kuliko uwezo wako. Ndio maana Yesu akamwambia, niambie umemweka wapi? Acha story. Mwambie mwenzako acha story. Kuna wakati story zinazovunja moyo, story zinazoshusha imani yako, story zinazoondoa nguvu ya Mungu ndani yako. Mwambie mtu nyamaza, acha story. Nionyeshe. Ameniambia umemweka wapi? Wanasema ni pale, akasema twendeni. Akasema nanuka, akasema nipeleke. Nipeleke nini? Wakampeleka. Kufika pale akasema ondoeni jiwe. Ondoa jiwe. Maana yake ni nini? Nataka nimsaidie na ninyi niwasaidie. Ninyi mmekuwa mwelewi mimi ni nani, kwa hiyo nikimsaidia huyu tu ninyi mtashindwa kuelewa. Nataka nimsaidie huyu, lakini pia niwasaidie ninyi. Ninyi niwasaidie ninyi kujua mimi ni bora na nina nguvu kuliko chochote. Kwa hiyo uwezo wa uelewa wao ulikuwa kwenye kukubali kuliondoa jiwe. Walipoliondoa jiwe, maana yake wanaamini. Hatuwezi kuondoa jiwe tukapoteza muda. Tunaondoa jiwe tukiamini jamaa kuna jambo atatenda. Umeelewa? Maana yake imani yao na wao ikarudishwa. Walipoondoa jiwe, Yesu akamwita jamaa akatoka. Watu turudi kule sasa kwa yule mwanamke. Yule mwanamke akapenya. Maana yake anasema ni kweli nanuka, lakini yule jamaa ndio suluhisho. Hujanielewa. Ni kweli nanuka, ila perfume ndio ile pale. Ni kweli nanuka, sabuni ya harufu njema ndio ile pale. Acha waisikie harufu ya sasa. Maana naelekea kwenye furaha, naelekea kwenye ushindi. Sikiliza nikwambie, kama huyu dada alikuwa ananuka, maana yake alipotoka kwa Yesu hakuwa ananuka, alikuwa kinyume chake. Alianza kunukia, alianza kufutia. Kuna mtu utanielewa. Kama umekuja na ugonjwa fulani, utarudi nyumbani kwako, wewe unaitwa salama, wewe unaitwa sharifu, wewe unaitwa amani, wewe unaitwa ushindi. Sema amina. Kule maadui zako wamenuna vibaya mno, wanasema wewe waambie tu amani ya Bwana iwe pamoja na wao. Waambie siyo nini. Sikiliza nikwambie, amani gani ikiwa tumbo linaniuma? Amani ya gani ya Bwana gani ikiwa biashara yangu haiendi? Amani ya Bwana gani ikiwa na shida ya tumbo? Nataka Bwana na nguvu zake, namtaka huyu Yesu na uweza wake, na
ajili ya mtu mmoja tu anayetambua leo Bwana amemtembelea yeye. Leo Bwana amekuja kwa ajili yake. Leo Bwana anasema na yeye, kama ndio wewe nasema jamani juu yako, pokea neema ya Bwana, pokea baraka ya Bwana, pokea afya, pokea ushindi, pokea furaha, pokea biashara, pokea watoto, pokea ndoa, pokea Mungu anasema hivi, ana kara la silaha za akiba ameanza kuziachilia sasa. Hapa unasikia sauti ya silaha ya akiba iliyoandaliwa kwa ajili ya saa zako, iliyoandaliwa kwa ajili ya majira yako, iliyoandaliwa kwa ajili ya wakati wako. Sikiliza niseme na mtu mmoja aliye hapa. Wewe usiniambie umelogwa kiasi gani. Wewe niambie unamjua Yesu wangu, unamjua Baba yangu, unamjua mfalme wangu, unamjua Bwana wangu. Hata kabla sijasema na wewe, hayo mabaya juu yako yataachia yenyewe, yatakimbia yenyewe, yataondoka yenyewe. Sema achia, sema achia, sema achia, sema achia. Jana usiku wa manane nilikuwa mahala kwenye engo fulani na nena tu heka para baba shandura mwana msibiri Kagera njoo hapa, Kagera njoo hapa. Kagera ikainama mbele yangu kwenye mwengu wa roho, nikawa naisemesha na mwambia wewe babu sogea na mla makofi, wewe bibi sogea hapa na mchapa, wewe sogea hapa, wewe kaka mshirikina unayeroga ndugu zako sogea hapa, anakuja. Naambia malaika toboa jicho moja na wasogeza na wasogeza na wasogeza. Baadaye nikasikia sauti inatokea kwenye maji inasema wewe lazima wafe, lazima wafe. Nikaambia naongea kitu gani? Roho Mtakatifu akaniambia kuna watu wameandaliwa mauti, kuna watu wamepanga eti mwaka huu asimalize, yaani tarehe zilizobaki hizi asifuke kwa ajali, asimalize. Nataka niseme hivi, kama uko hapa na unasikia sauti hii, tayari umetibiwa, tayari umeponywa, tayari mauti imeondolewa juu yako, tayari imeondolewa. Nasema hii ajali imeondolewa juu yako, sio juu yako tu, juu yako, juu ya mume wako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya maisha yako, juu ya hatima yako, juu ya kesho yako. Sema ondoka. Yakabashakabaraba. Ndio maana mimi wanasema always, mimi mwenzenu nashindwa kuhubiria washirika. Naomba mnisaidie sana. Siwezi kuhubiria washirika. Mimi naweza kuhubiria watu ambao ndani yao wana vitu kutoka mbinguni. Umewekewa kitu, una kipawa, una karama, una nguvu ya maombi ndani yako, una neema ya macho kuona ndani yako, una masikio ya kiroho, una kinywa chenye mamlaka, una mikono ya baraka, una miguu ya tunajema. Wewe ndio naongea na wewe. Nasema na wewe asubuhi, nasema na wewe mchana, nasema na wewe jioni, nasema na wewe usiku wa manane. Hapa yakabashaba reba shakata reko poshakaparaba jano yakabasakata peria barabashakata rekabashakata rekabashaparaba rekabashando yaramashakapa Ratakabashakaparaba ratakabashakapa. Mara ya kwanza kunitoa katika lagu. Nina historia na historia ni chemchem ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, na ushuhuda za jambo cha wewe mwaminifu. Nina historia maarufu, wewe chemchemi ya uzima. Naelewa
nisiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Tuseme ninaamini. Sema bado ninaamini. Weka makofi kwa Yesu. Ongeza makofi na vigelegele vyako. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo sasa, kulijua tatizo lako sana nje ya kumjua Mungu umeshindwa. Hata uende kuombewa na malaika upone. Narudia. Mmenisikia hivi? Mmenisikia na hivi? Ukiona mtu analielezea tatizo lake kwa uweza mkubwa, unataka kumwombea, alafu unamuuliza kwa habari ya Yesu, amjui, msaidie kwanza amjue Yesu. Moja, akipona huwezi kumwambia Yesu ndio amempona kwa sababu amjui. Kuna watu wanalielewa tatizo, wana maarifa nalo, wanajua kulielezea kuliko wanavyomjua Mungu. Ngoja nikwambie, Yesu alikuwa na wanafunzi 12 wale mitume, akawa anaenda kuomba, akawabeba wote 12, akawaacha 9 hapa, akawabeba 3, Petro na wana wa Zebedayo, yaani Yakobo na Yohana, akaenda nao kuomba. Yesu akanena kule reka mandala barabasete lebosha teka pararaba, akamaliza kunena, akarudi na wanafunzi wake. Alipofika chini, wale 9, kuna baba mmoja mtoto wake ana vibwengo, alimleta. Jamaa wamekukuruka, ngoma imedunda. Yesu alipokuja akakuta kuna kelele, akauliza mnajibishana nao nini? Yule mzee mwenyewe ndo akawahi akasema, Bwana, ni mwanangu ana pepo bubu. Of course mwanangu sio bubu, ila kuna pepo katumiwa ndo limemgeuza kuwa bubu. Unajua huyu mzee alikuwa anaelewa tatizo la mwanae kuliko Yesu. Utajuaje? Tuendelee. Alipokuwa anaongea, Yesu akasema, enyi msio na imani hapa, nitachukulia naye lini? Mleteni kwangu. Walipomleta kwake, vile vibwengo vikampiga, yule mtoto akaanguka chini, akaanza kujikatakata meno, anatoka na povu. Yesu anamuuliza yule mzee, mtihani yamempata haya tangu lini? Anasema, Bwana, tangu utotoni. Sikiliza madesa ya mzee sasa. Tangu utotoni. Mara nyingine anambwaga chini, mara nyingine akiona maji ya moto anambwaga kwenye moto, mara nyingine anamfanya akonde, mara nyingine analing'atang'ata, mara nyingine anatoka povu, mara nyingine ana kifafa, anamtia kifafa. Soma ile Marko sura ya 9 anamtia kifafa. Yaani jamaa anaelezea tatizo, yaani analielewa. Yesu anamwambia okay. Alafu anamwambia, Bwana, mponye, nisaidie tu. Yesu anamwambia, unaamini? Yaani mimi sio kwamba nashindwa kuponya, ila wewe unaamini? Naamini nini? Sio unaamini kuponya, unaniamini mimi? Akasema, hapo akuongea kwa haraka, pause kwanza. Akasema, Bwana, naamini. Ndani nafsi ikamwambia mwongo. Akasema, nisaidie kutokuamini kwangu. Akasema, naamini. Nafsi ikamwambia mnafiki wewe. Akasema, Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Kwa kweli mimi sielewi yani. Wewe nisaidie. Unaona aliposema nisaidie kutokuamini, ndio Yesu akamsaidia kwanza aamini, alafu ndio aponywe mtoto. Kuna mtu anakuja kabisa nyumbani mwa Bwana, unamsikia anakuambia kabisa, yaani mimi mchungaji, mimi na miaka 6 kwenye ndoa sijazaa. Anakuelezea ile tatizo. Ndani hilo tatizo uone maana anamgusa Mungu. Anaelezea tu, unajua mawifi kwenye familia ni waajabu sana. Unajua familia ina wachawi, unajua familia ina mizimu, unajua familia ina mikataba, unajua familia ina maagano, unajua kama nisaidie. Mbona umeielezea familia yako tu? Basi hiyo familia ikusaidie. Umeelewa? Yaani lazima, sikiliza, narudia tena. Uwezo wako wa kumwelewa Yesu ukiwa mkubwa zaidi ya tatizo umepona. Ila uwezo wa tatizo ukiwa mkubwa kuliko Yesu huponi. Sio Yesu hawezi, ila wewe hujamwamini yeye, unaliamini tatizo. Kwa hiyo huyu mama alitoka na damu, akapenya. Sio watu walikuwa wasikia harufu. Watu walikuwa wanasikia harufu. Lakini huyu mama kwa sababu anamwamini Yesu,
Yesu ndiye aliyemtunza. Hata watu wanaoona ufai, kuna muda wananyamaza ili upite, kuna muda wanatulia ili uvuke, kuna muda wananyamaza ili uende. Sio kila mahali unapopiga hatua unafikiri wote. Kuna mtu ni adui wa maisha yako, lakini Mungu alimwambia mvushe huyu. Alikuvusha kwa lia, lakini mvushe. Naona mwangushe, akuvusha. Hapo Mungu anasema okay, all right, tough kabisa. Amemaliza. Kwa hiyo akapenya, akaenda kwa Yesu mwenyewe. Sikiliza nikwambie. Nguvu ya kumjua Mungu inavyokutofautisha. Mwambie mwenzako, Mungu si mwanadamu. Rudia tena, Mungu si mwanadamu. Why? Kwa sababu mwanadamu unaweza ukapretend, ukajifanyisha kwa mwanadamu na mwanadamu akakuelewa. Ila kwa Mungu huwezi kujifanyisha. Hakuna jambo lililo sirini mbele zake, anayajua yote. Unaelewa? Yaani kaka anaweza akaja kwa binti akajielezea, oh baby sweet honey, unajua mimi nakupenda sana, unajua nikikuona vile, alafu weekend hii nataka ukasuke. Analipa tu hela, analipa. Unajiuliza, jamani huyu kaka, kuna watu wanapenda hilo, huyu kaka ni balaa. Yaani katoa 300, katoa 200, jamani. Kumbe mwenzako ananyemelea kilicho ndani. Kwenye muda huo huwezi kujua, kwa sababu watu wa mwilini kuyaangalia yanayoonekana kwa macho. Yanayoonekana kwa macho ni mazuri vibaya mno. Ila watu wa rohoni kuyaangalia yaliyo nyuma ya yale ya mbele. Nikupe mfano. Desturi ya wanafunzi wa Yesu na mwalimu wao ili kuonyesha mahaba. Yaani mahaba ya Yesu na wanafunzi wake Kiyahudi, walikuwa wanafanya hivi. Hapo ndio maana Paulo anasema hivi, nanyi nyote sambazeni upendo wa busu takatifu. Paulo amesema sana kwa habari ya busu takatifu. Wayahudi walikuwa wanafanya ni mahaba ya kifamilia kati ya Yesu na wanafunzi wake. Kwa hiyo Yuda alipomuuza Yesu, alipomfoseli, amekuja na wanunuzi. Yaani Yuda ni kama vile, unafikiri hawa madalali matapeli wameanza leo? Ndio Yuda mwalimu wao. Yuda kauza uwanja kabla hajafika eneo. Jamaa washachukua hela, wameuziwa mtu mwenyewe hayupo. Ndio wanawabeba twendeni kwenye uwanja. Kwa hiyo angefika Getsemane, Yesu hayupo, Yuda angekula kichapo. Yuko wapi? Anasema bwana, uwanja wenyewe kumbe ulikuwa hapa. Umeshaharibiwa. Yuda anakuja na wale jamaa wananiendelea nge. Anawaambia hivi, sikilizeni. Nyinyi bidhaa mlioinunua hamuijui. Mimi muuzaji ndio naijua. Kwa hiyo nikifika pale, yule nitakaye mbusu kama tena mimi nasepa. Yaani mimi nikifika tu mbio, nyinyi malizane naye, tuandikishane wakakubaliana. Yuda kaja ta kwa Yesu. Wenzake hawajamuona kwa sababu alikuwa pamoja na mwalimu. Yuda ni mwasibu. Wakati wakafuata matunda, Yesu akimaliza huduma ale. Yuda alipofika pale akaanza kina Petro, kina Yakobo, kina Yohana, haikuwa issue kwao. Ndio mahaba mwalimu, tukimisi huwa tunambusu. Yesu anawaambia hivi, ni kweli ndio utaratibu wetu, ila mimi ni wa rohoni, naliangalia la nyuma. Petro, juzi ulinibusu, ndio. Marko, jana ulinibusu, ndio. Yohana, leo umenibusu, ndio. Kuna maneno nilikwambia? Hapana. Lakini huyu namwambia Yuda, unanisaliti kwa kunibusu. Mbona tuelewe? Yesu alisema wa rohoni uliangalia jambo la nyuma, wa mwilini uliangalia jambo la mbele. Umeelewa? Kwa hiyo utakuja unaona kabisa jamani. Mungu. Ndio maana Paulo akasema jamani, sema zijaribuni kila roho. Umeelewa? Hakuna roho inayoishi kwenye ulimwengu nje ya kuvaa umbo. Narudia. Kwenye ulimwengu dada, hakuna roho inayoishi nje ya kuvaa umbo. Kama ni jini atavaa umbo la mtu. Kama ni joka atavaa umbo la mtu. Kama ni shetani atavaa umbo la mtu. Hawezi roho ikaishi ulimwengu unaitwa ulimwengu wa mwili. Lazima roho ivae mwili. Ila ulimwengu wa roho hauhitaji mwili, unahitaji roho, ndio asili yake. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa sauti, kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Ninakataa kila nguvu iliyowekwa ndani yangu ya kuliona tatizo au mapito ni makubwa
Ndio maana adui akitaka kushinda lazima aseme hivi. Unaambiwa kabisa, unamfahamu mzee fulani? Yule mzee akikunyoshia mkono tu unakufa. Kwa hiyo unapopewa maarifa ya uweza wake, nguvu ya imani ya Mungu wako inapungua. Nikuongezee na hii. Daudi mwana wa Yese ametumwa akawaone ndugu zake vitani. Amebeba mkate anaenda jangwani. Kufika mahala amekaa na jamaa, anasikia kuna jamaa limepanda mlimani inaitwa Goliathi wa Gathi. Goliathi wa Gathi ni familia yenye element ya wana wa Nefili. Wanaitwa Wanefili wa Nefili, kina Goliathi, kina Agagi wa Hamoni, ndio hao. Sasa jamaa limetoka, lina ofa ya kidole kimoja kimoja kila mguu na mkono. 6 6 6 6 dude. Limepanda mlimani, anasema pumbavu. Wajingaje? Jeshi la Sauli poa zaidi. Wote waliposikia wakajificha, makamanda wote. Daudi amekaa tu. Akauliza, wewe, huyu mjinga asiyetahiriwa ni nani? Mbona anatukana majeshi ya Bwana? Wakamwambia, dogo njoo, dogo njoo. Dogo njoo, kifo kinakunyemelea. Akasema, niambie, kifo kinanyemelea wapi? Niambie, ni nani huyu? Wakamwambia, huyo ndio Goliathi wa Gathi. Mtu wa vita tangu ujana wake. Angalia. Yaani sivia Goliathi wanayo Wayahudi. Wanasema ni jitu la vita tangu ujana wake. Kwenye mguu wa kushoto na vidole 6. Kwenye mguu wa kulia na vidole 6. Kwenye mkono wa kushoto na vidole 6. Mkono wa kulia na vidole 6. Haitoshi. Urefu wake ni mara 2 ya mtu. Kitanda chake ni futi 12. Haitoshi. Likitembea hivi kwa uzito wake kuna wabeba silaha. Mmoja kulia, mmoja kushoto, mmoja mbele, mmoja nyuma na lenyewe 5. Haitoshi. Halijawahi kushindwa vita. Ni dude vibaya mno. Daudi haya yote ameingia ametoka. Kwa sababu Daudi kila anachosikia anasema ana vidole 6. Nikimwangalia Mungu wangu yeye ndiye muumbaji, hamna kitu hapo. Leta kingine. Jamani refu kuliko na nikimwangalia Mungu wangu kuna malaika anaweza kufika mbinguni mpaka duniani. Hamna kitu hapo. Leta kingine. Anasema jamani ile ni jitu la vita tangu ujana. Kumbe tangu ujana. Mungu ni mtu wa vita tangu awali. Hamna kitu hapo. Daudi alijionyesha kaona hamna chochote, akasema anayempiga anapewa nini? Wewe. Tema macho chini dogo. Unaongeaje? Nasema hivi, sio anayepigana naye. Au anayemfuata. Anayempiga. Jamaa akasema, wewe acha story hizo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza walijua kama anayempiga, tusije tukasema anayempiga anashangiliwa, alafu Daudi akasema wewe nenda. Kwa sababu hajasema yeye amesema anayempiga. Wakamwambia acha story hizo. Daudi akasema mimi nampiga yule, ila nikimpiga napewa nini? Wakasema hiyo ndio jambo lenyewe. Mfalme ana binti yake Bikra unabeba. Akasema okay, nakuwa mkwe. Sawa. Mwambie mfalme nataka nikamdunde. Tuanze. Kilichompeleka vitani nini? Anapeleka chakula. Mwambie wenzako anapeleka chakula. Rudia tena, anapeleka chakula. Ni wewe tu unayejilaumu eti mimi naenda zangu mjini, naona watu wanafuata siwaone. Hakuna safari yako ya bure wewe. Umepeleka pale mjini kuna Goliathi kanasumbua watu sokoni. Mungu amekupeleka kwa chape vibao ya kiroho. Wao ndio pale unagaagaa tu. Hatuendi tukijiongoza, tunaenda tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna hatua yako itaenda bure. Biblia inasema hatua ya mwenye haki inaongozwa na Bwana glory. Jamaa wakaenda wa mfalme bila mtu kaingia bila hodi. Uishi mbele ya mfalme nini? Anapigwa Goliathi. Wewe unasemaje? Anapigwa na nani? Samahani mfalme. Kuna mtu anasema hana mpe maji. Mpe maji. Akapewa. Ndio hivi vinavyofanya. Sema ndio mfalme. Kuna mtu anasema anampiga Goliathi. Ndio. 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 Mfalme anasema leta. Mfalme amekaa na subiri jabali la kumpiga Goliathi. Alafu sasa ndio mfalme analetewa sasa. Mfalme. Huyu ndo anataka kumpiga Goliathi. Kwanza mfalme akachana joo. Mnanitukana. Yaani nyie mabauza wote mnaniletea kadoto. Daudi akaingilia kati. Akasema mfalme,
uishi milele. Don't worry, relax. Tulia baba mkwe, tulia. Tulia baba mkwe, relax, tulia. Anasema yule Mfilisti asiyetahiriwa namuua. Ni nani yeye hata tukane majeshi ya Bwana na alete aibu kwa Israeli? Na muondoa. Mfalme akasema, dogo, mimi sielewi. Akatoa miwani, akafuta macho. Tunafahamu mambo yanapokuwa magumu hata wewe kwako. Mtoto akija ghafla anakuambia baba, ile 600 ya ada ndio imefika. Unavua miwani afu unaambia unasemaje? Utafikiri unasikilia kwa macho. Ndio ufanye hivi na kusema wewe toa miwani. Unasema baba, kwani unasikia kwa macho? Kuchanganyikiwa. Kwa hiyo unasema naua. Naua. Anyway, kwa sababu sasa yani ukipigwa ni kama tulivyopigwa tu. Kwa hiyo hamna haja yani. Sema nakuonea huruma ndio nakutoa ukafe, lakini nenda kafe salama. Umeelewa? Kwa hiyo mfalme akachukua joho lake akamvalisha. Yaani akatoa ufalme akamvika. Daudi akawa anaenda. Ambia baba mko na kwenda haya. Daudi anaenda. Tuanze tu Daudi. Kaenda hatua ya kwanza. Ya nani hiyo? Sema ya Mungu Baba. Ya nani? Ya nani? Roho Mtakatifu akamwambia tulia. Kwa kuwa hatua ya mwisho ni mimi, twende mtoni. Mwambie mzako twende mtoni. Mwambie twende mtoni. Ila kabla tukwenda mtoni vua joho. Daudi akalivua joho. Unajua kwa nini alivua joho? Unajua maana ya kuvua joho? Daudi alikuwa anamwambia mfalme Sauli, anamwambia mimi nawajibika kama mimi. Mimi nasimama kama mimi. Mimi nina wito kama mimi. Hata wewe lazima uwe kama wewe. Mungu amekuleta kama wewe. Usimame kama wewe. Uombe kama wewe. Uombe kama wewe. Uimbe kama wewe. Ufieke kama wewe. Uombe kama wewe. Uishi kama wewe. Uwe na furaha kama wewe. Sema ni mimi. Usikubali kubadilishiwa muonekano wako. Adui ni mbaya sana. Bwana unaikabili vita anakubadilisha. Wewe unaona ukiwa kuna jambo fulani unapambana nalo sasa utasikia kuna mtu anakuita anaitwa mama muombaji. Anakuambia sikia jambo hili ukitaka kuomba kwanza unaoga maji. Ukishaoga maji pale bafuni inama mara 2. Alafu unakwenda vaa nguo nyeupe. Wewe unafikiri ni mtu mwema, anataka anakuvuta yeye na kuvalisha vazi lingine. Kwa sababu uwezo wa kushinda ile vita wewe ulivyo upo. Ila akikubadilisha ushindi kwa sababu vazi lilopewa na yule aliyeshindwa siku zote. Umenisikia? Akalivua vazi. Akaingia mtoni. Biblia inasema kijito kinachotiririsha maji. Akachukua mawe 5 tena laini. Mawe 5. One day nitakufundisha. Nani anayejua mawe? Nani hapa nikimwambia kaniletee mawe 5 anaweza kuniletea sasa hivi? Nani nikimwambia niletee mawe 5 ila laini anaweza kaniletea? Aniletee mawe 5 laini. Tuyaone mawe laini. Mawe laini yanakuja. Hata sasa Bwana wangu umesha nisaidia, nionapo mkono wako shaka. Haya ni laini. Nataka laini. Haya ni mawe 5 ndio. Ila nataka laini. Na wale mwingine anaweza katuletea mawe 5 laini. Yaani hata sponge ni ngumu. Yaani sponge ni ngumu. Nani amevaa wigi? Mkiza zamani ashika nywele za mke wako. Sio kanalipisha. Hizi ngumu. Laini. Kwa hiyo wewe rudi bwana, huwezi kupata. Unataka kama miaka 7 mpaka Yesu anarudi anakuta unatafuta. Akabeba hema. Akamfuata Goliati. Kumbuka ameshapewa sifa zote za Goliati ambazo ukiambiwa tu unakimbia. Ila Daudi akasema sifa za Goliati hizi. Mungu wangu akasema bado, yaani kwenye sifa za Mungu wangu Goliati haonekani. Ni kama tone katikati ya bahari. Asante Daudi wangu.
Kwa hiyo nisikilize, uwezo wa kumjua Mungu ndio uwezo wa kushinda. Mungu si mwanadamu. Kama tatizo kwako lina nguvu kuliko Mungu, hutoboi. Umeelewa? Utasikia mtu anasema tu mimi sizai, hajawahi kukiri cha kinyume, kwa sababu hilo tatizo lina nguvu kuliko yeye. One day nilisema kuna mtu anawekewa shida mpaka inafuta jina lake la asili. Si unaona huyu mwanamke anaitwa mwanamke mwenye kutokwa damu miaka 10, lakini ana jina. Ndio maiki mzima umeshaanza kunani? Sijasikia apigwe. Hapa ningekuwa kule down ungesikia apigwe. Kwa sababu kule watu wako macho muda wote. Ila hapa sasa wahaya wenzangu. Samahani jamani, maiki mzima yenyewe. Haya. Haleluya. Amen. Yesu makofi. Haya, Daudi akamfuata. Goliathi kwanza yuko juu anashangaa. Kumbi kimo anatokea hapa. Kadogo kaenda hivi. Goliathi akasema, "Wewe." Goliathi akasema, mfalme wa Israeli ni mjinga sana. Yaani unaniletea katoto. Mtakatawanya. Daudi anamwambia, "Wewe." Goliathi anajiuliza, hivi mwenye uwezo wa kunijibisha ametokea wapi? Daudi anamwambia, "Wewe unanijia mimi kwa fumo na mkuki." Kwa sababu Goliathi alimwambia Daudi, "Wewe nakulaani kwa miungu yangu na kuchinjilia mbali." Daudi anamwambia, "Wewe unanijia mimi kwa fumo na mkuki, ila mimi nakuja." Mwambie mwenzako, na mimi nakuja. Hiyo ndio raha ya vita sasa. Vita ya kiroho sio wao tu waje, anakuja na mimi nakwenda. Hakuna kukimbia hapa. Hey, haleluya. Na ndio maana ukiota ndoto nyingi sana unafukuzwa. Badilisha. Fika mahali sema, mimi nataka na ndio wafukuze wao. Unaelewa? Ifike mahali wanakukimbiza, unafika mahali kwenye uwanja wa wazi, unasimama unasema, "Jo." Wanasema sio kila siku wao unakimbia. Ukiona unaota ndoto unakimbizwa, ila ukifika mahali unajificha, unakuja hapa. Ndio tutaua, unashtuka. Maana yake ni mtama wa kujificha, una nguvu. Yaani wewe nguvu za kiroho huna, ila una neema tu ya kujificha. Mshike jirani yako, mwambie mtama wa kujificha. Upo? Mwambie upo. Mwambie pambana, uwe na nguvu za kupigana, kwa sababu kuna siku kichaka utakachokaa kitawaka. Utaonekana. Daudi anamwambia, "Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi." Daudi anaenda kwa nini? Nauliza, anaenda kwa nini? Kwa jina la Bwana wa majeshi. Unajua maana yake? Maana yake Daudi akitembea hivi ni jina la Bwana, akinyosha jina la Bwana, akiangalia jina la Bwana, akisema jina la Bwana, akisikia jina la Bwana, na hakuna mtu anatengwa na jina lake. Kwa hiyo Daudi aliposema vile tu, Daudi akapotea, akawa Bwana wa majeshi mwenyewe, mfalme mwenyewe sasa, ambaye akilenga wao hakosi, akaingia Jehova mwenyewe. Na Goliathi akasema, hiki tunayoangalia ni kitu gani aisee? Mbona sielewi? Maana naamini kwa binadamu aliye na umri wa yule jamaa hawezi kukosa kuniogopa namna nilivyo na nguvu, namna nilivyojaa. Hakuna mwanadamu wa kawaida anaweza kanifesi, anaweza kanifata. Kwa kuwa huyu ndogo anakuja na aogopi, bila shaka sio wa kawaida. Hivyo ndivyo tulivyo na ndivyo tulivyotengenezwa. Mimi na
wewe unasema. Ukisema wewe ina maana sana, maana unasema juu ya maisha yako, maana unasema juu ya hatima yako. Na ndio maana Paulo anasema kwenye Warumi, kwa sababu ukimkiri Kristo kwa kinywa, sio ukikiriwa, ukimkiri wewe mwenyewe, ukisema wewe mwenyewe kwa habari ya maisha yako, unasema wewe mwenyewe kwa habari ya hatima yako, unasema wewe mwenyewe kwa habari ya uzazi wako, kwa habari ya furaha yako, kwa habari ya amani yako, unasema wewe mwenyewe. Unaposema yanakuwa yako na yamiliki mwenyewe, kwa sababu Bwana yuko hapa, na yeye Bwana si mwanadamu. Mungu si mwanadamu, ndugu yangu. Mungu si mwanadamu. Narudia tena, madaktari wanaweza wakachoka, manesi wanaweza wakachoka, madereva wanaweza wakachoka, watu wanaokusaidia wanaweza wakachoka, maana wao ni wanadamu. Lakini Mungu aliye hai hachoki kwa ajili yako, anahusika 100%. Anapenda uwe na furaha, anapenda uwe na amani, anapenda uwe na kicheko. Yeye furaha yake ni kuona umefanikiwa, yeye furaha yake ni kuona umeinuliwa, yeye furaha yake ni kuona umezaa kwenye ndoa yako watoto wenye akili, watoto wenye ufahamu, watoto wenye maarifa. Hiyo ndio furaha yake, na mimi nasema nao kwa damu ya msalabani. Sikieni Bwana leo, kaka hajakuleta mwanadamu hapa, hujalikwa na ndugu yako, umeletwa na Yesu mwenyewe. Ana kikao na wewe, ana mazungumzo na wewe, ana jambo na wewe, ana jambo na maisha yako, ana jambo na hatima yako. Umelia sana dada, umehangaika sana kaka, umesema maneno yote, umesema Mungu amekuacha sawa, umesema hayupo sawa, umesema umetelekezwa sawa, lakini nataka nikwambie, haya ndio majira ya kujiliwa kwako. Ile ndio saa yako, haya ndio majira yako. Ondoa usuni ndani yako, ondoa kile ndani yako, ondoa mashaka ndani yako. Mungu si mwanadamu, amekutokea tena, amekujia tena, anataka kusema na wewe tena, anataka kuinua tena na biashara yako tena na maisha yako tena. Sema haleluya. Haiwishi ulione haya ambayo naona habari ya maisha yako. Endelea kung'ang'ana macho tu. Haujaja kushangaa mtu hapa, haujaja kumwangalia mtu hapa. Umekuja kusema na Mungu wako, umekuja kuongea na Mungu wako. Na yeye si mwanadamu, yeye si mtu. Bwana ameahidi juu yako, ameahidi kwa ajili ya maisha yako, ameahidi kwa ajili ya hatima yako, ameahidi. Sema amina. Umeahidi wewe Bwana uniachi hata mwisho wa dahari, umesema uniachi. Wewe ni Mungu mwaminifu siku zote. Kuna watu wakawa juu nyimbo za Mungu, nafikiri twakuimbia singeli hapo, usikie nyimbo za Bwana yakaparabaraba yandilawanamashya papa. Hizi ni nyimbo za mashujaa, ni wale ambao wanamjua Mungu wao. Kuna mara wanaenda mbele zake hapo wanainama, alafu anamwambia tu, umeahidi Bwana uniachi, umeahidi uniachi, hata kwenye hili uniachi, hata kwenye hili uniachi, hata kwenye hili uniachi. Ameahidi kwa ujumla, hajasema kwa hapa. Mungu hana mipaka ya kufanya juu yako, hajaahidi kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Ameahidi milele juu ya hatima yako na maisha yako na hatima na furaha yako. Ninapoongea maneno haya, naitoa roho ya uzima, naitoa roho ya baraka, naitoa roho ya ushindi. Watu huko wajanielewa, niongee na watu hapa. Naitoa roho ya kuinuliwa, naitoa mtanisikia, niongee na watu hapa kati. Ninapoongea maneno haya, natoa roho ya biashara yako, roho ya kibali, roho ya upendeleo. Watu huko wajanielewa, ninapoongea maneno haya, naachilia roho ya ushindi juu yako, naachilia roho. Sema yeye, sema Yesu. Rakapashakapa rekoposeterege rabashakapa. Zamani akili yangu iliwaza ili mtu ahubiri aende chuo cha Biblia, akae kule chuo cha Biblia, achukue certificate, abebe diploma, achukue degree, aende kwenye PhD. Kumbe nalikuwa mjinga, dhama za ujinga. Baadaye nikagundua yuko mkuu wa chuo anaitwa Roho Mtakatifu. Yeye akikuatamia, unayanena ya mbinguni na sio yako, unayaongea ufalme na sio yako. Yuko hapa Roho Mtakatifu, yuko hapa Master, yuko hapa Injili
Shitira baba. Rema kokapase. Rata kaparaba. Koshetetetetete. Reta pasetelele. Rikoshandulia wanamasha baba. Ni bahati mbaya tu roho ya mazoea. Ni bahati mbaya